Haleluya, Bwana asifiwe na kusalimu kwa jina la Yesu. Jina langu Amani Mapamba na nimekuwa nikifanya kipindi mahali hapa kwa kipindi kirefu, lakini hapo katikati kwa sababu mbalimbali nikawa nimeacha au nimesimama kidogo. So I'm coming again, nimerudi tena na namshukuru sana Mungu kwa kunipa neema kuweza kufanya kipindi. Nimetoka kuhubiri wiki iliyopita mkutano wa Injili, kwa hiyo sauti yangu kidogo inakwaruza na nakoa kidogo kwa sababu ya kukemea pepo sana, but God is good and I thank God. Namshukuru Mungu kwa wema wake na fadhili zake. Nimekuja hapa kurekodi kipindi hiki kwa ajili yako. Ninashukuru sana kwa kutune in, kunisikiliza. I really appreciate. I miss this. Hii ni sehemu ya maisha yangu. Kwa hiyo nina miss muda kama huu wa kukaa na kuzungumza neno la Mungu, kuwafundisha watu, lakini pia kuonyesha mwelekeo, namna ambavyo mambo yanakwenda katika siku za leo, au namna ambavyo ulimwengu unakwenda na vile ambavyo maandiko yanaonesha dunia inavyokwenda, ili tuwe makini tunapoendelea kuishi. Yes, but I'm so honored. Namshukuru sana Mungu na namshukuru sana Mungu kwa neema ya kuweza kurekodi vipindi kama hivi. And today leo nasikia kuzungumza sana kuhusu mambo ya siku hizi za mwisho, ambazo mambo yanayotokea katika siku hizi za mwisho na impact yanayokuwa nayo katika kanisa, na namna ambavyo kanisa linaweza kusimama sawa sawa katika kipindi cha siku za mwisho. Yeah, and nitaongelea baadhi ya vitu ambavyo vimetokea au vinatokea katika siku hizi za mwisho, na ambavyo shetani amefanikisha, neno gumu sana, lakini ndio hivyo, amefanikisha kuingiza vitu katikati ya kanisa vikaonekana ni vitu vya kawaida, lakini mwisho wa siku ni kwamba vinapunguza fire, vinapunguza moto wa kanisa, vinapunguza moto wa muumini mmoja mmoja, namna ya kuishi katika kipindi hiki na namna ya kuwa effective katika kuleta matunda au kuleta mazao sawa sawa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hallelujah. So naomba niombe. Baba, asante kwa neema yako. Asante kwa fursa hii ya kuzungumza na watu hawa. Ninajua unawapenda, najua unakusudi na maisha yao, na ninaomba unaponipa neema namna hii Bwana, nipe neema kuzungumza lile tu ambalo linatoka kwako. Katika jina la Yesu, I bless them, I bless the studio. Katika jina la Yesu, amen. Yes, thank you so much. I really missed you. Nilimiss you wakati nilimiss kipindi, na nilikuwa na hapo kabla na Pastor Mhayaya tulikuwa nafanya recording. Sana tulizungumza kuhusu Mungu wa roho mara ya mwisho, lakini pia kuna mambo mengine mazuri sana yanakuja. Pastor Mhayaya atakuwa naye wakati mwingine, lakini pia na watu wengine ambao wamekuwa wakitembea na Mungu. So let me go back, nirudi pale kwenye jambo nilikuwa nazungumzia kuhusu kipindi cha siku za mwisho. Naenda kuongelea mambo makubwa manne ambayo yanatokea katika kipindi siku za mwisho, ambapo kimsingi yamezungumziwa kwenye Biblia, lakini yana nguvu sana katika kipindi hiki kwa sababu Biblia imetabiri kwamba yatatokea siku za leo. Na the worst thing about these things, au jambo gumu au linalohumiza au baya katika haya mambo, ni kwamba tayari yanaendelea kutokea, yapo katika kipindi chetu. Zamani tulikuwa tunasema kwamba siku za mwisho zinakuja, lakini siku za mwisho zinazokuja ndio hizi jamani. These are the last days. Hizi ndio nyakati za mwisho. Hakuna nyakati zingine za mwisho. Hizi ndio nyakati za mwisho. Yaani tuko mwishoni mwa mwisho. So inabidi tuwe makini sana tunavyoishi, kwa sababu Biblia inasema kwamba enendeni mkiwa na akili, yani enendeni use your maximum brain. Sienende kama wajinga, tusienende kama watu ambao hawako informed. We need to be informed. Hallelujah. So nenda kuzungumza kama mambo manne ambayo yanatokea katika siku hizi za mwisho. Mara kadhaa nimezungumza kuhusu kuzungumza kwamba upendo wa wengi utapoa. The love of many shall draw cold. Kitabu cha Mathayo, napenda sana kitabu cha Mathayo sura 24 pale. Mathayo sura 24 mstari wa 12, Biblia inasema kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. The love of many shall draw cold. Imekuwa ni tatizo, na tatizo linaingizwa kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi. Sasa maasi yanaongezekaje? Pointi zingine za chini zitakuwa zinasaidia, vitu vingine kwenda kuvizungumzia vitakuwa vinaenda kusaidia kujibu ili swali pia. Kwa nini dhambi inaongezeka? Ni strategically. The enemy is doing this strategically. Shetani anafanya hiki kwa mpango, yani it's in the package.
dhambi haziongezeki tu kwamba tu zinaongezeka from nowhere. No, ni plan ya shetani. Unapoona ibilisi anakuja, kwa mfano mtu anatenda dhambi, ili mtu atende dhambi lazima awe amecooperate na shetani kwa namna moja au nyingine, lazima awe amecooperate na shetani. Kwa hiyo kuongezeka kwa maasi, shetani analeta tamaa. Anawezaje kuleta tamaa? Analeta tamaa kwa namna mbalimbali. Anaweza kuleta moja kwa moja kwako, anaweza kuleta tamaa kupitia vitu vinavyokuzunguka, akatengeneza mazingira kwamba utakapokuwa pale mwili wako uweze kurespond ili uweze kuchukua hatua na baadaye uingie kwenye dhambi. Kwa hiyo shetani ameleta hiki kitu kwa nguvu sana, na Biblia inasema kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Hapa Mungu ana target nini? Hapa Mungu ana target kanisa, kwa sababu kanisa ndio linategemewa liwe linatembea katika upendo wa kimungu. Kwa hiyo anaposema kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa, basically ana target kanisa. Kwa hiyo kanisa katika kipindi hiki litakuwa linapitia changamoto ya dhambi kuwa sehemu yake. That's really tough. Ni ngumu sana. Yaani dhambi inaingia kwenye kanisa, naweza nikasema hivi, au watu ambao makusanyiko au jumuiya za watu wa Mungu wanajikuta wanaishi maisha ambayo yamechangamana na dhambi na kuonekana kwamba ni kawaida. Unaona kitabu cha Ufunuo, Mungu anapozungumza kwa wale makanisa 7. Mungu anazungumza kwa wale makanisa 7 yakiwa yanapaswa kuwa ni makanisa yanayotembea na Mungu na kuwa makanisa matakatifu mbele za Mungu. Lakini Mungu anazungumza kwa wale makanisa 7. Unaona maeneo mbalimbali jinsi Mungu anavyozungumza ambavyo wamejichangamanisha na dhambi. Na wengine hadi kuabudu miungu mingine, na wengine dhambi za uzinzi, na wengine kujifanya mitume ambao sio mitume. Kwa hiyo dhambi mbalimbali unaziona kwenye kitabu cha Ufunuo ambazo ukiziangalia basically zinachojaribu kuzungumza ni kwamba yale mabaya yameingia kwenye kanisa. Na kitabu cha Ufunuo basically kinapozungumza kuhusu yale makanisa 7 kinapiga picha ya kanisa ambalo litakuwepo katika siku za mwisho, 7 types of churches in the end time. Nimeandika kitabu kuhusu yale makanisa 7. Kinapatikana online free. Kinaitwa Jesus for the 7 churches of the end time. Kwa hiyo unaweza Google Jesus for the 7 churches of the end time, imeandikwa kwa Kiingereza. Kwa hiyo kama unaweza kusoma Kiingereza, you can get the book. It's a very powerful book. Amani Mapamba is free, you can download it online, au unaweza ukacheki namba yangu hapo chini, au email nikakutumia, nikakuforwardia. It's free. Jesus for the 7 churches, to the 7 churches of the end time. Yani Yesu kwa makanisa 7 ya siku za mwisho kwenye kitabu cha Ufunuo. Kwa hiyo unaona kwamba dhambi imeingia kwa nguvu sana katika kanisa. So what happens now? Dhambi ikiingia katika kanisa, power au nguvu ya shetani kuweza kufunction, ni lazima kuwe na dhambi. Kama ambavyo mbele za Mungu katika ulimwengu wa roho, yani kuna vitu vinavyo unlock ulimwengu wa roho. Kuna vitu ambavyo vinagusa ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho unaweza kurespond. Kwa mfano, ninapokuwa ninaomba, ninamhusisha Mungu kufanya mambo duniani. Vile vile dhambi, ninapokuwa nafanya dhambi, na provoke au ninamgusa shetani kuweza kufanikisha vitu vyake sehemu husika. Kwa hiyo unapokuwa nafanya dhambi basically ninakuwa ninamruhusu shetani kuweza kuingia na kuharibu kanisa. Kwa hiyo dhambi inavyoendelea kuongezeka, actually automatically upendo wa wengi unaanza kupoa, kwa sababu dhambi inakuwa inasambaa. Na ndio maana ni vizuri sana kwa watu waliokoka na kanisa la Bwana kuhakikisha kwamba wanafundisha kuhusu maisha matakatifu, wanafundisha sala za kutokuishi maisha matakatifu, na pia wanamtafuta Mungu ili watu wawe moto na Mungu, wasijichanganye na uovu, wasijichanganye na dhambi. La sivyo kanisa la Bwana litakuwa na shida ya kwamba watu watakuwa wanaishi maisha ya dhambi na wamo kanisani. Wanaweza wakaimba, wanaweza kufanya huduma, wanaweza kaanza wanafanya hiki, wanafanya kile, lakini ule upendo unapoa. Na madhara ya upendo kupoa ni kwamba watu sasa wanakuwa wamekosa upendo wa kimungu wa kuweza kuwafikia watu wengine wamjue Mungu. Mission ya kanisa inabadilika, mission ya kanisa inaondoka, inakuwa sio ile mission ya kuwaleta watu kwa Yesu ambao ndio ultimate love of God. The ultimate love of God, au upendo wa juu wa Mungu, ni kwamba wanadamu wasiende motoni. Wanadamu, maana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, Yohana 3:16, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. So the highest or the ultimate love of God is that people do not go to hell.
watu wasiende motoni, watu wampokee Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yao, wasiende kwenye hukumu ya milele. Lakini upendo ukipoa, hiyo inakuwa sio central theme, inakuwa sio jambo kuu tena. Hiyo inakuwa ni jambo la ziada na huenda alipo kabisa. Kwamba unaweza kukuta mtu amekaa mwaka mmoja kanisani, hajawahi kujishughulisha kumleta mtu yote kwa Yesu. Anahisi kama kanisa ni sehemu tu ya kwenda na kurudi na kufanya moyo wake ujisikie vizuri, kwa sababu central theme of the church is not saving souls, is sio kuambia watu waje kwa Yesu. Kwa hiyo ni issue serious sana, very serious issue, and it needs to be addressed. Inahitaji kushughulikiwa. Isiposhughulikiwa, dhambi kaingia kanisani, dhambi tawala kanisani, na dhambi na tabia kuambukiza kama ugonjwa. Dhambi basically ni ugonjwa. Kwa hiyo kama ugonjwa na tabia kuambukiza, natoka kwa huyu naenda kwa huyu, naenda kwa huyu, na inachukuliwa ni normal. Ndio maana Paulo anasema kwamba mtu akitenda dhambi kanisani akemewe ili wengine waogope, akimaanisha kwamba you need to treat a problem so that it does not spread. Kwa hiyo kwa sababu dhambi na kawaida ya kusambaa au kuambukiza. Anyways, another thing ambayo imeikumba sana au shetani imefanikiwa kukileta kwenye siku za mwisho za siku ya leo ni kuongezeka kwa mafundisho ya uongo. Inasikitisha, jana nilikuwa naongea na shangazi yangu, ni pastor, nilikuwa naongea naye kuhusu kuongezeka kwa mafundisho ya uongo, and kimsingi tunakuwa na shangaa. Mafundisho ya uongo yameongezeka kiasi kwamba ukifundisha ukweli, if you teach the Bible, the truth, watu wanaona kama they are not relevant, kwa sababu they are too used. Wamezoea sana mafundisho ya uongo kiasi kwamba wanaona kama mafundisho ya uongo ndio mafundisho ya kweli. People are too used. Na measurement, kipimo ambacho kinawekwa kwamba haya ni mafundisho ya uongo na haya sio mafundisho ya uongo, sio tena Biblia. Watu wanatumia impact kupima. Yani wanaangalia, je, alivyosema hivi nini kilitokea? Alivyosema hivi nini kilitokea? Lakini Biblia inatufundisha kwamba kama ni ishara na miujiza tu, hata shetani anaweza kufanya. Haimaanishi kwenye kanisa la Mungu pasiwe na ishara na miujiza. Panapaswa pawe na ishara na miujiza, na panapaswa pawe na nguvu ya Mungu, panapaswa pawe na karama za Roho Mtakatifu, lakini sio central theme. Lakini sio central theme, sio jambo kubwa ambalo inabidi litazamwe kama jambo namba moja. Jambo namba moja kwenye kanisa sio impact ya vitu vinavyoonekana, kwa sababu sisi tuna wokovu uonekane kwa macho. Unaona, unatokea ndani ya roho ya mtu. So impact yake sio ya vitu vinavyoonekana. Impact yake ni kwanza maisha ya mtu yanabadilika. Mtu anakuwa na kitu kinaitwa tunda la Roho. Akiwa na tunda la Roho, neema ya Mungu inaweza kumpa baraka nyingine ambazo zinaweza kutokea, au na karama na vipawa na nini vikatokea ambavyo they are very powerful and very important. Ya muhimu na vizuri, lakini sio jambo la msingi au jambo la kwanza niseme kwenye maisha ya wokovu. Kwa hiyo mafundisho ya uongo, ngoja nisome kidogo maandiko, kitabu cha Timotheo. Thank you Jesus. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura 4. Biblia inasema hivi: basi Roho anena wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Lakini pia Timotheo wa kwanza hiyo sura ya pili sura ya 3, Biblia inasema hivi mstari wa kwanza: lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi. Biblia inaongelea kuhusu mambo ya kawaida ambayo ni maovu. Hapa inaendelea kuflow kuongelea hayo mambo. Kwa nini hao watu wanatokea katika siku za mwisho? Biblia inasema kwamba wanatokea kwa sababu ya mafundisho ya uongo. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha. Kwa nini watu wanakuwa wenye kupenda fedha? Kwa sababu this is what we are teaching in the church. Kwa nini watu wanakuwa wenye kujipenda wenyewe? Ni kwa sababu hivi ndivyo tunavyofundisha kwenye kanisa. Kwa hiyo tunapokuwa tunafundisha vitu kwenye kanisa, watu wanavichukua na kwenda kuviishi. Sasa motive ya huyu anayefundisha ni nini? Motive ya huyu anafundisha hivi vitu ni kwa sababu yeye mwenyewe kwanza anakuwa anapenda fedha, yeye mwenyewe kwanza anakuwa anapenda umaarufu na anapenda kuheshimiwa. These are the three things: pride of life, tamaa ya macho, tamaa ya mwili, kiburi cha uzima.
Kwa mtu anakuwa anapenda fedha, mtu anakuwa anapenda kuonekana yeye ni mtu mkubwa, lakini heshima, anapenda kunyenyekewa na watu wote. Na hivi ndivyo vitu kimsingi ambavyo pia shetani anavipambana, au ni replica. These are the replica of the enemy, the replica of Satan. Kwa sababu watu ambao wanasimama kwa habari ya wahudumu wa neno, they are replica, wao ni replica ya Baba, ni replica ya chanzo, kwa sababu Mungu anawatumia wao kuweza kuwabariki wengine. Kwa hiyo mtu kama anasimama mbele za watu kusema yale ambayo kuwahudumia watu, maana yake anasimama kama Kristo Yesu. Kwa sababu watu watakapokuwa na kusikiliza, hata kuona wewe, watamwona Kristo ndani yako. Kwa kimwona Kristo ndani yako, kuna vitu vitabiri vinaonekana: upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, unyenyekevu, ambao ni tunda la Roho basically. Sasa unapokuta mtu anasimama, ukimwangalia anavyozungumza na anavyopresent, anavyowasilisha neno la Mungu, au anavyowahudumia watu, kuwaombea, au anavyotoa watu nabii, kitu gani unakiona? Unaona kujiinua, unaona kupenda fedha, unaona kujiona yeye ni wa tofauti, yuko juu sana kuliko watakatifu, kuliko kanisa. Unamwona yani anajitenga kwamba yeye ni mkubwa. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba yeye anajionaye kwamba ni mkubwa katikati yenu, inabidi awe mdogo. Kwa hiyo mtu anapojiona kwamba yeye ni mkubwa, anajipresent kama yeye ni mkubwa. Muamini kwamba anajiamini kwamba yeye ni mkubwa, which means ana replica ya nani? Ana replica ya shetani ambaye alijiinua mbele za kiti cha Mungu. Na hii roho ya pride huwa haiwezi kujificha kwa watu wa manabii wa uongo, au wahudumu wa uongo, au wachungaji wa uongo, au mtume wa uongo. Haiwezi kujificha. Lazima itaonekana, kwa sababu kuna vitu ambavyo, kuna dhambi ambazo shetani hawezi kujificha nazo. Moja wapo ya dhambi ambazo shetani hawezi kujificha nayo ni pride, kiburi kile cha uzima. Sasa kiburi cha uzima au pride, mwingine nimeona mtu anasema huyu mnyenyekevu sana kwa sababu anapiga magoti. Kupiga magoti haimaanishi ni unyenyekevu. Unyenyekevu ni totality ya mtu anavyopresent, sio kitu kimoja. Kwa hiyo utamwona mtu anakuwa mnyenyekevu pale anapokutana na mtu wa chini yake na ananyenyekea. Yani maandiko simple. This is simple Bible, not talking about anybody. This is simple Bible. Mtu anapokuwa anataka kupresent, lakini kabla ya kupresent au wakati wa kupresent neno la Mungu, unaona pride. You can see pride in his heart. Unaweza kuiona pride hiyo moyoni mwake, kichwani mwake unaiona, lakini yeye mwenyewe hawezi kuiona kwa sababu ana replica, anaakisi baba yake shetani au baba yake ibilisi alivyo. Kwa atatoka na kujiinua kwamba hakuna mwingine kama mimi ndio ndio mwenye mamlaka. Na tatizo ni kwamba sasa inapokuwa anafanya hivyo, anawaaminisha watu kwamba yeye ndio mtumishi wa Mungu, lakini the bad thing ni kwamba mara nyingi wanakuwa watumishi wa shetani, na wanawafundisha watu vitu vya uongo, wanatolea watu unabii, watu wanafurahia unabii, wanafurahia kuwekewa mikono na kuanguka and all of this stuff. Naamini watu wanaanguka, naamini unabii, naamini, lakini wengi wanaofanya hivyo ni kwa sababu wanafanya hivyo kwa sababu ya kupenda pesa, kupenda pride na kiburi cha uzima, ambayo mwisho wake ni kuwadanganya watu. Sasa roho zidanganyazo zinawafundisha nini watu? Sasa roho zidanganyazo zinawafundisha watu kupenda fedha, zinawafundisha watu kujipenda wenyewe. Ukienda kwa nyumba ibada unajifunza wewe ni wa muhimu, Mungu anakuona wewe ni unique. Of course Mungu anakuona wewe ni unique, lakini you are not that unique than anyone else. You are just unique to yourself. Wewe ni wa muhimu kwa sababu unajifunza, watu wakienda wanajifunza namna ya kupambana na maadui zao, namna ya kumaliza ndugu zako ofisini ili uweze kupandishwa cheo, namna kuwa wa kwanza kwenye biashara na kuwafanya watu wengine maadui zako wauawe au wafanye nini, just weird stuff, vitu vya hovyo ambavyo msingi wake haupo kwenye neno la Mungu. Na kuchochea katika jina la Yesu. Huu ni wakati wa siku za mwisho. Fungua macho. Fungua macho. Fungua macho. The enemy is working now. Shetani anafanya kazi sasa. Na nia yake shetani anataka wapeleke watu wengi kuzimu. Na Biblia inasema kwamba watadanganywa yumkini wengine hata watakatifu. Unaona? Kwa tuko kwenye siku za mwisho. You need to be very careful. Sehemu nyingine Biblia inasema kwamba dhambi zitaongezeka. Tena Biblia Biblia inasema kizazi hiki cha dhambi na uzinzi. Dhambi na uzinzi. Kitabu cha Luka 17 mstari wa 26 na kitabu cha Luka 17 hiyo mstari wa 28. Biblia inasema mstari wa 26 inasema katika siku za Nuhu. Mstari wa 28 inasema katika siku za Lutu. Siku za Nuhu, na Biblia inasema pia katika siku za Lutu. Lakini Yesu pia
anasema, nadhani kitabu cha Marko sura ya 8. Let me see that. Marko 8. Thank you Jesus. Marko 8. Biblia inasema Marko 8:6 nadhani. Marko 8:6. Let me see that. Marko 8. Sio hiyo Marko 8. Anyway, I'll check on it. Kitabu Biblia inasema hivi, kizazi hiki cha dhambi na uzinzi. Kwa nini Yesu ametenganisha? Anasema kitabu cha dhambi na uzinzi. Alafu ndio unaunganisha hapo kitabu cha Luka nilichosoma mstari wa 26 na mstari wa 27 ya Luka 17. Hapo Mungu anazungumza habari za siku za mwisho, Yesu anazungumza habari za siku za mwisho. Anakuja kusema kwamba, angalia maneno yake. Anasema kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. Dhambi na uzinzi. Sasa sitaongelea katika kipindi cha Nuhu, nataka kuongea kipindi cha Lutu ambao ni kipindi cha Sodoma na Gomora. Lakini pia Mungu anasema kizazi hiki cha dhambi na uzinzi kinataka ishara. Hakuna ishara itakayopata ila ishara ya Yona. Sasa Yesu pale basically anapozungumza kizazi hiki cha dhambi na uzinzi, ukiangalia ukivuta picha, Yesu anazungumza kwa habari ya uzinzi specifically. Sasa uzinzi ni dhambi. Kwa nini Mungu anasema kizazi hiki cha dhambi na uzinzi wakati uzinzi ni specifically na yenyewe ni dhambi? Ingeweza tu kusema kizazi hiki cha dhambi. Lakini Mungu anazungumza ni namna ambavyo dunia inaharibika na kulela, yani kila kitu kinahusishwa na uzinzi. Ukiangalia promotion upo Facebook, uko Instagram, promotion upo, unaangalia television, promotion inayokuja ni wadada wamevaa bikini, wamevaa nusu uchi, ndio wanatoa tangazo. Unaona, unapita barabarani unakutana na kitu kama hicho. Utasikiza muziki. Hata kama utaki kusikiliza, kuna wakati usafiri kwenye bus, usafiri kwenye train, umepanda huko, nyimbo unazozisikia ni nyimbo ambazo zinazungumzia uzinzi basically. Na baadhi ya nyimbo hata hapa nchini kwetu Tanzania, baadhi ya nyimbo ni basically pornography. Ni pornography, total pornography, ile imewekwa kwenye maneno. Yani kama vile vinavyoimbwa vingeweza kutafsiriwa kwenye lugha ya picha, ambacho kitu tukikiona pale ni pornography, which means these songs are basically pornography in songs. Kwa hiyo hivi vitu shetani anavileta na anavifanya vionekane ni vitu vya kawaida. Kwa means unakutana na watoto wa darasa la kwanza la pili wamekaa wanaimba pornography. Wanaimba picha za ngono, wanaimba aniseme sauti za ngono, wanazimba maneno ya ngono, wanaimba hadharani. Na wanaimba, wanafurahi, wanacheza. Kwa hiyo tunatengeneza kizazi ambacho wanaamini kwamba hicho ni kitu cha kawaida. Uzinzi ni kitu cha kawaida. Watu wanaendelea kukua na mara nyingine wanakwenda kanisani na wanaamini kwamba zinaa ni kitu cha kawaida. Ndoa zinafungwa, watu walishafanya ndoa muda mrefu, wanaona ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo this is the problem. Na shetani anapofanikisha kuleta dhambi, moja kwa moja anakuwa ameruhusu nguvu mbalimbali za giza na mafanikio mbalimbali ambayo shetani anayataka kuweza kuingia kwa nguvu kwenye kanisa, na impact zaidi ni kwenye jamii. Kwa sababu akiingia kwenye kanisa linapoa. Kanisa likipoa haliwezi kuleta watu kwa Yesu. Kanisa linaposhindwa kuleta watu kwa Yesu, tayari shetani anakuwa amejivunia watu wengi wa kwenda nao motoni. Au anawafanya hata wale ambao walikuwa ndani ya kanisa na wenyewe pia wanakuwa ndani ya kanisa na wenyewe pia wanakuwa wanapoa, na wenyewe warudi wanakuwa ni watu duniani kama kawaida. Kwa tunaishi kwenye siku za mwisho. Satan is strategically doing these things. Shetani strategically anafanya hivi vitu. Na ndio maana Biblia inatuambia tujilinde. Hallelujah. Sehemu nyingine inasema ikimbieni zinaa popote utakapoikuta. Ikuta kwenye nyimbo ikimbie, ikuta kwa popote pale ikimbie, kwa sababu ikuta kwenye television ikimbie, ikuta wapi ikimbie. You don't need to watch that movie, you don't need to listen that song, you don't need to be in that circle, you don't need to have those friends, you do not. Sio kwamba utaweza kuepuka maeneo yote, ndio maana Yesu anatuambia mko duniani, lakini kuna maeneo unaweza ukaepuka. Shetani asikulaghai katika hizi siku za mwisho ukatoka kwenye kusudi la Mungu. God has a big plan for you, and the plan of God for your life, na mpango wa Mungu kwenye maisha yako ni kwamba wewe uwe chombo cha heshima kwake, umtumikie, utembee naye, au anaweza kujivunia, au anaweza kutenda mambo makubwa kupitia wewe. And this is the plan of God. Na huu ndio moyo wa Mungu. Moyo wa Mungu sio wewe upate pesa. Moyo wa Mungu sio wewe milionea. Basically, wapo wengi hawajaokoka ni millionaires kuliko watu waliokoka. By the way, on average walio ambao hawajaokoka ni matajiri wengi kuliko waliokoka popote pale duniani. Sijui labda baadhi ya nchi zingine zizifahamu, lakini nchi kubwa pia hata za kwetu hizi, wengi ambao hawajaokoka ni matajiri. Achana na mtu ambaye labda ni pastor, anaweza kawa na watu shirika wengi,
na akawa anakusanya sadaka kizani ni za kwake, akasema huu ni utajiri wangu. No, that's not your richness. Hiyo ni nisiende huko kuzungumzia. So siku za mwisho shetani yuko very strategically. Kazi yake mojawapo ni kufanya watu wapoteze concentration, wapoteze kufocus, kuwa makini, kuangalia central theme. Kwa naitwa dhambi. Biblia inasema dhambi na uzinzi. Very powerful character ya uzinzi Yesu anayoonyesha na impact yake itakayokuwa nayo kwa kanisa. Kwa ni mambo ya kuwa makini sana. Na sio tu kuwa makini, ukiwa fire na Mungu vitu vinapotea. Yeah, for real. Na mwisho nataka kuzungumzia as of today ni tatizo la au niseme a religious spirit, roho ya udini. Na shida kusema okay, maana ya dini mwanzoni haikuwa mbaya. Maana ya dini mwanzoni ilikuwa inamaanisha tu kikundi cha waamini. Kwa hiyo kikundi cha waamini wa namna hii, kikundi cha waamini wa namna hiyo, au spiritual, hata spiritual awakenings za zamani zilikuwa zikitokea, kuna inaitwa religious revival, something like that, uamsho wa kidini. Lakini over evolving mpaka sasa neno dini natumia kama ni mfumo wa administration, mfumo wa administration, namna ya kumfikia Mungu, ambao pia ni sawa basically. Kwa hiyo naweza, lakini itabidi tumie hilo neno sasa, roho ya udini, kwa sababu ndio ambayo inaeleweka kirahisi kwa siku za leo. Yani watu wanakuwa mtazamo wao kuhusu Mungu umeshikiliwa na maongozi ya dini. Naweza kusema hivyo. Yes. Mtazamo wao kuhusu Mungu umeshikiliwa na maongozi ya dini. Mtazamo wao kuhusu Mungu haujashikiliwa na Bible. Kwa mfano, nakuta mtu hata hajui hata Biblia. Hajui hata Biblia. Sorry. Nakuta mtu hajui hata Biblia, lakini ana msimamo wake kuhusu Mungu kulingana na viongozi wake wanavyomwambia. Kwa hiyo viongozi wake wakiwa wamekosea, naye anakuwa amekosea. Viongozi wake wakiwa sahihi, naye anakuwa sahihi. The only problem ni kwamba kuna uwezekano mdogo sana wa viongozi kuwa sahihi, kwa sababu Mungu hafanyi kazi na mtu kwa sababu ni kiongozi. Mungu anafanya kazi na mtu kwa sababu amempa Yesu maisha yake na anatembea na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa zaidi wa uongozi kukosea kuliko wa uongozi kuwa sahihi, katika general sense, katika picture kubwa. Kwa sababu Mungu anafanya kazi na wanadamu, Mungu anafanya kazi na mtu mmoja mmoja. Of course Mungu anafanya kazi na kanisa, lakini Mungu hafanyi kazi na kanisa kama ambavyo Mungu anafanya kazi na serikali. Kwamba Mungu, kwa sababu anafanya kazi na kwa sababu serikali ni rais au mfalme au waziri mkuu, inafuatana na hiyo nchi, kiongozi wa juu ni nani wa hiyo serikali. Kwa hiyo huyo kiongozi wa juu ndio anapata vitu afu anavishusha chini. Katika kanisa haipo hivyo. Mungu of course tunaona baadhi ya vitu vikienda kujadiliwa kwenye baraza, lakini hakukuwa na top person ambaye huyu ndio mwenye muamuzi wa mwisho, akisema kushoto ni kushoto, akisema kulia ni kulia. Hatuoni hiyo kwenye Biblia. Kwa hiyo establishment yenyewe ya uongozi wa makanisa mostly unaweza kawa hata si wa Biblia. Kwa hiyo sitaki kuzungumzia hiyo, ni topic ndefu sana ambayo ni ngumu pia. Kwa hiyo tusiende kuzungumzia huko. Lakini narudi hapa kwamba religious spirit, roho ya udini, ni ile nakufanya kwamba uwe comfortable. Kwa mfano mtu umempa Yesu maisha yako, umeokoka, lakini unakuwa uko comfortable na vile ambavyo unaweza tukaenda kanisani, ukarudi, ukaomba maombi mafupi, ukalala. Yani unaangalia kesho nitafanya kazi, nitafanya biashara. Yani unakuwa comfortable na maisha ya kila siku. Lakini kunakuwa hakuna ule moto wa kutamani. Biblia inasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Lakini wewe mahusiano yako na Mungu yako centered, yamejengwa katika yale mengine yote ambayo unadhani kwamba mtazidishiwa, au Biblia inasema kwamba mtazidishiwa, lakini sio kutafuta kwanza ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, ile fire ya Mungu kwenye maisha ya mtu inakuwa haipo. Upendo wa kimungu unakuwa umepoa. Nguvu ya kimungu inakuwa haipo kwenye maisha ya mtu. Hawezi kuomba, hawezi kufunga, hawezi kukaa na Bwana kwa muda wa kutosha, hawezi kwenda kuleta watu kwa Yesu. Yani hana kwa sababu mtu baada ya kumpa Yesu maisha anakuwa na warfare mindset. Anajua kwamba mimi niko vitani, mimi ni mwanajeshi wa Mungu. Kwa hiyo nipo tayari kusikia sauti ya Mungu. Nipo tayari kwenda pale ambapo Mungu ananiambia niende. Nipo tayari kuact vile Mungu alivyoniambia kuact. I'm just waiting for a whistle. Nasubiria tu filimbi ikipigwa tu ninafanya hiki. Kwa hiyo unakuwa concentrated kwamba Mungu nataka kusikia sauti yako. Mungu nataka kujua mapenzi yako. Mungu nataka kuwafikia watu wengi. Mungu nahitaji neema yako kwenye maisha yangu nikutumikie sawa sawa. Yani that is the passion, that is the heart. Huo unakuwa ni moyo. Sasa moyo wa mtu wa namna hiyo unapokuwa namna hiyo, anapokuwa ameungamanika na watu wengine waliokoka, na watu wengine waliokoka ambao wanajumuia
ya watu wa namna hiyo, this is the church. Hili ndio kanisa. Kwa hiyo kanisa linavyo atumie kitu gani sa shetani ili aweze kuwafanya watu wasiwe moto. Yumkini shetani akiona huyu watu nikiwaletea kitu cha dhambi kirahisi sio rahisi kutoboa. Nikiwaletea kitu kirahisi sio rahisi kutoboa. Nikiwaletea kile sio rahisi kutoboa. Sasa anakuja na strategy mpya. Anawaletea roho ya udini. Roho ya udini inawafanya watu wawe comfortable. Kwa watu wana relax. Yaani wanakuwa wanakwenda tu kanisani na kutoa sadaka na nini, na wameshatengeneza kwa sababu wameshakuwa wengi. Sadaka wanazozitoa zinawatosha wachungaji na viongozi wengine kusustain maisha yao. Kwa wale wachungaji na wenyewe wana relax pia. Ni kwa sababu imeshakuwa routine sasa. Wanaishi anaishi maisha ya kawaida. Kwa a church inakuwa ni community ambayo it's not a faith based community. Of course, by words it's a faith based community, but it's spiritual, so faith based community, because it does not act faith, does not act in the power of God, does not act in the power of the Holy Spirit. Na Mungu anategemea kuwa haji kuchukua kanisa lilopoa. Mungu anakuja kuchukua kanisa lilo moto. Biblia inasema kwamba ama uwe moto ama uwe baridi. Lakini ukiwa vuguvugu ujue pia utaungana na baridi, utakutapika. Kwa hiyo Mungu anatamani kuja kuchukua kanisa lilo moto. And the plan of God is to come and take a church that is on fire, is filled with the Holy Ghost, imejaa Roho Mtakatifu, atembea na nguvu ya Mungu, linaleta watu kwa Yesu, a hungry church, kanisa ambalo lina njaa na kiu ya haki. Kwa hiyo it's something serious, ni jambo serious, kwa sababu plani ya giza ni kusuppress, ni kusuppress uamsho kwenye kanisa. Mipango mingi haiwezi kuleta uamsho. Mikakati mingi haiwezi kuleta uamsho. Kinachoweza kuleta uamsho ni watu wenye njaa. Uongozi mzuri kwenye upande wa uongozi kama administration on papers and what haiwezi kuleta uamsho. Kinachoweza kuleta uamsho ni watu wenye njaa ya kwenda kumtafuta Mungu, kiu ya watu kwenda kumtafuta Mungu, na ndio Roho Mtakatifu anakuja kuleta uamsho. Kwa people must be hungry. And when people are hungry, Roho Mtakatifu anapata ground ya cooperate, ground ya kumwaga nguvu yake, ground ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Inatokana na watu wakiwa wana njaa. Watu wana njaa ya kumtafuta Mungu, wana njaa kuleta watu kwa Yesu, wana kiu, wana shauku. Inapotokea hivyo ndipo sasa Roho Mtakatifu anaweza kumwaga kwenye hilo eneo au kwa watu hao. Na huo ndio uamsho. Na ndio maana in most cases hatuonagi mara nyingi uamsho ukiletwa na watu wakubwa. Kwa mfano naona kwenye maandiko tunaposoma uamsho mara ya kwanza umetokea kitabu cha Matendo sura ya 2, Roho Mtakatifu anashuka juu yao. Ni watu walikuwa wamekaa siku kadhaa wana njaa. Yesu aliwaambia msiondoke mahali hapa. Kwa Biblia inasema kwamba kitabu cha Matendo sura ya kwanza walikuwa wamejaa wakimsifu na kumuomba Mungu. Wamekaa pamoja wanafunzi wa Yesu baada ya Yesu kuondoka. Wana njaa, wana kiu, wana shauku ya kuona Roho Mtakatifu anashuka. Then Roho Mtakatifu anashuka. Tunaona kwenye kitabu cha Matendo baada ya wanafunzi kupigwa wakaenda wakiwa na shauku kwamba sisi Bwana tunatamani kwenda kuhubiri Injili, lakini tunazuiwa, wanaenda wanalia. Matendo sura 4 Roho Mtakatifu anashuka. Tunaona kwa Petro anapoenda kuhubiri kwa huyu akida, jina lake limetoka. Akida ambaye alikuwa kwanza mchi Mungu, malaika anamtokea anamwambia kamuite Petro aje kukufundisha. Anaenda kwake huyu kiongozi na familia yake iko pale na wafanyakazi wake wako pale. Anapofika pale anaanza kuhubiri, wale watu walikuwa na njaa na Mungu, Roho Mtakatifu akashuka. Unaona mazingira hayo. Petro anaambia kwamba tubuni. Kitabu cha Matendo baada ya wale watu kuona kina Petro akiwa wamejaa Roho Mtakatifu, naye akapata shauku, nao akapata kwamba we want this. Anaambia tubuni nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Unaona? Kwa watu you need to be hungry. The catalyst is hunger. Na kama kuna kitu ambacho tunaweza tukakitumia kwa ajili ya ujazo wa Roho Mtakatifu ni hunger. Kwa ili itokee inabidi nini? Inabidi tuondoke kwenye udini, tuondoke kwenye administration, tuondoke kwenye mipango na mikakati, tuingie kumtafuta Mungu, tujifiche, tujifungie makanisani, tufunge, tukae mbele za Mungu pasipokuwa na programu ambazo tunakuwa uwezo kuleta uamsho kwa ibada masaa mawili. No, never. Saa 1:30 na ibada saa 1:30, chap maombi dakika 10, dakika 20, dakika ngapi, tuondoke, twende nyumbani. Uamsho, no revival can come. By the way, all the time that the revival came, there was tarrying. Wakati wote ambapo uamsho ulitokea, watu walikuwa wanakaa kwa muda wa kutosha.
Yaani huwezi kuleta, yani nisiseme kwa sababu sio mwanadamu analeta uamsho, ni Mungu mwenyewe. Lakini nyinyi lazima muwe na njaa. Hamwezi mkawa na njaa saa 1:30 uamsho ukatokea. Hapo kuna matangazo, hapo kuna maombi, hapo kuna sadaka, hapo kuna neno la Mungu, hapo kuna kusifu na kuabudu, hapo sijui kuna kutawanyika. All those vitu vyote hivyo ndani ya saa 1:30, masaa mawili, maximum 3. Muone uamsho, hamtaona uamsho. I'm telling you, hamtaona uamsho. Tutakuwa na maombi kila siku saa 10 mpaka saa 11:30 jioni. Hamna uamsho. He will not see revival. Sikuvunji moyo, ila hutaona uamsho. Of course ikifanywa vizuri inawezekana, maybe, I don't know. Lakini hautaona uamsho. Watu inabidi watali, watu inabidi wakae mbele za Mungu kwa muda wa kutosha, na sio kukaa kwa sababu tunaenda mbele za Mungu tuna mambo haya ya kuombea, twende tukayaombee. Alafu katikati ya kuyaombea hayo uamsho utokea. Hautatokea uamsho. Hautatokea. Mtajenga kanisa zuri, ndio mtajenga kanisa zuri. Mtakuwa na pia kuna maendeleo, watu wanaongezeka vipato. Watu, kwa hiyo kanisa zuri mtajenga. Kujenga kanisa zuri sio uamsho. Ni vizuri kujenga kanisa zuri na support kujenga makanisa mazuri. Lakini kujenga kanisa zuri sio uamsho. Mtanunua magari mazuri ya kanisa. Kununua magari mazuri ya kanisa sio uamsho. Mtaongezeka kanisa atakuwa na watu wengi. Kanisa kuwa na watu wengi sio uamsho. Uamsho ukitokea, watu wanatubu dhambi, watu wanaokoka, watu wanajaa Roho Mtakatifu, watu wanaenda kuhubiri watu waje kwa Yesu, na sio watu waje kwa mhubiri, na sio waje kwa kujiunga tu na kanisa. Of course inabidi wajiunge na kanisa kujifunza neno la Mungu, lakini nakuwa sio core, sio central, sio kitu cha kwanza. Kitu cha kwanza ni watu wanampa Yesu maisha yao, wanaachana na dunia, wanaanza kuona kama dunia ni sehemu iliyoharibika inaenda kwenye hukumu. Wanaanza kumuona Mungu kwamba we need God, tunamhitaji Mungu, na kumtafuta Mungu kwa ajili ya watu wengine pia wamjue Mungu. Na hayo mengine yote maandiko yanasema kwamba sasa mtazidishiwa ili kuweza kusustain. God is a father, God is a sustainer. Hallelujah. Kwa hiyo mambo yako namna hiyo katika siku hizi za mwisho. Na ninaelewa kwamba hata kile ukifundisha inaonekana kama contradiction, unaletaje kitu cha mbona kama inaonekana unabishana na piga. Hii ni simple Bible. This is simple, this is basic. Kwa mtu aliyokoka ametembea na Mungu, hii ni basic, hii ni vitu vya msingi, wala this has nothing to do with deep teaching. Wala sio mafundisho ya ndani ya deep. Ni mafundisho ya kawaida kabisa kwa mtu ambaye ameokoka, anasoma Biblia na kuomba na kumtafakari Mungu na kumtafuta Mungu. Haya ni mafundisho ya msingi. Kwa nacheka na mtu anazungumza naye namna ambavyo mafundisho ya msingi ni kwamba maombi, namna ya kuvunja roho ya namna hii, namna ya kuvunja roho ya namna hii, namna ya kuvunja namna hii, namna ya kuteka hiki. Yaani watu wanajifunza vitu vingi ambavyo vingi havina umuhimu kabisa. Yaani Biblia ilikuwa inatamani kufundisha mambo kama hayo. Ilikuwa inafundisha namna ya kuvunja roho ya namna hii, namna ya kuvunja, namna kwenye there's not in the Bible. Sababu watu inabidi watembee na Yesu na wawe moto na Yesu. Wakitembea na Yesu wakawa moto, wamejaa Roho Mtakatifu, vitu vingine vinavunjika automatic. Amen. Utavunja roho ya hiki, utavunja roho ya hiki, roho ya kukataliwa. Kuna maadui zako wanakutafuta, roho ya kufanya hivi. Yaani rafiki yangu hautamaliza. Kwa mpaka unakufa una roho fulani za kwa zimekushikilia. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Alituhamisha kutoka katika ufalme wa giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Sasa dini ndio inafanya watu waanze hata kufanya maombi ni kama hesabu. Nikifanya hiki na hiki kitatokea na hiki kitatokea. Nikivunja roho ya umaskini nitakuwa tajiri. Unaona kitu kama hicho. Nikivunja roho ya nini, roho ya kukataliwa nitakuwa na kibali. Nikifanya biashara itatoka. It does not work like that. Chana mafundisho jamani. Nadanganya watu. You are lying to people. Of course wengine yumkini wanadanganya kwa kutokujua au wanafundisha mafundisho mabovu pasipo kujua. But that's not Bible. Sio Biblia. Unavunja leo kukataliwa, kesho utawaambia watu nasafisha nyota yako. Kesho kuto utawaambia watu natengeneza sijui future yako. Siku nyingine utaombea watu sijui wafanye nyota ya biashara. Tumekuwa waganga sasa kienyeji. There is no difference. I mean like even wanapofanya kazi kwa ajili wanafanya kazi kurubuni watu na kudanganya watu. We walk with the direction of the Holy Spirit. Tunabidi tutembee na maongozi ya Roho Mtakatifu ambayo yanatokana na Biblia, yanatokana na vile Mungu ametuokoa, ametufundisha neno la Mungu na tunakaa humo. Na kuna vitu vingine katika nilivyovisema Mungu anaweza kudirect kweli vunja hiki kitu. Lakini hauwezi kuwa na formula kwenye namna ya kutembea na Mungu ya kuvunja hiki. Tuna formula ya Biblia. And when we are centered in the Bible, Roho Mtakatifu anatufundisha vitu vingine vinavyofuata.
na kuchochea katika jina la Yesu. Kuna muhimu sana kusoma neno la Mungu na kujua Biblia. Kwa wakati hata ukimwambia mtu kuokoka, anaanza nikiokoka ndio nitakuwa nasali kwenye kanisa la nabii yule au mchungaji yule au mtume yule. Na unaona yule mtume ni tapeli. Na kweli ni tapeli. Ukimwona mtu ni tapeli, kweli ni tapeli. Kwa sababu mtu kama sio tapeli, ataonekana sio tapeli. Yaani ukianza kumwisi yule pale, mbona unaona kama ni tapeli? Ni kweli ni tapeli, na usiende kwenye kwa sababu atakufundisha utapeli. Na ukikufundisha utapeli unaweza ukaenda nawe ukaanza kuwa tapeli pia. Na mwingine umekuwa tapeli pasipo kujua. Nadanganya watu. Mungu anakupenda, hatamani udanganyike. Na hiyo ndio maana Mungu ametupa nafasi tena ya kushare vitu. Hizi ni siku za mwisho, just know that. Hizi ni siku za mwisho, na katika siku hizi za mwisho mambo ni mengi. Mambo ni mengi. Lakini mpango wa Mungu ni wokovu kupitia Kristo Yesu. Sasa rafiki yangu, na kuchochea katika jina la Yesu. Jaa Roho Mtakatifu. Penda kuomba binafsi. Tena kwenye maombi yako, maombi ya kumtafuta Mungu. Kuna video moja unaweza kaicheki. Katika video zangu nimefundisha namna ya kuomba. Unaweza kaangalia namna ya kuomba, Amani Mapamba. Utajifunza namna ya kuomba vizuri. Namna ya kumtafuta Mungu. Soma Biblia, funga, omba. Alafu wafikie watu wengine na neno la Mungu. Wafikie watu wengine, Roho Mtakatifu akufunulie namna ya kuwafikia watu na Injili. This is not about money. Hii ni kwa habari ya ufalme wa Mungu. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Asante sana kunisikiliza. Naomba niombe Mungu kwa ajili yako, lakini pia yumkini umesikiliza video hii na hujampa Yesu maisha yako. Hakuna wakati wa muhimu kama wakati wa kumpa Yesu maisha yako. Mwaka 2007 nilimpa Yesu maisha yangu na maisha yangu kabadilika sana. Neno la Mungu linasema mtu akiwa ndani ya Yesu amekuwa kiumbe kipya. Kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Kama uko tayari kumpa Yesu maisha, ndani yako unashuhudia kwamba hii ndio siku, hii ndio saa, na huu ndio wakati. Roho wa Mungu anakushuhudia, unasikia uchochezi ndani ya moyo wako kumpa Yesu maisha. Usifanye moyo wako kuwa mgumu na kuomba. Omba pamoja nami ukimwambia Mungu. Sio ukiniambia mimi, ukimwambia Mungu. Sema maneno haya. Sema, Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi mwenye dhambi. Ninatubu leo dhambi zangu zote nilizozifanya. Nitakase, nioshe kwa damu yako ya thamani. Ninaamini kwamba ulikuja duniani, ukafa msalabani, na siku ya tatu ukafufuka ili mimi niwe na uzima tele. Ninapokea na ninaamini wokovu wako kupitia damu ya msalaba, katika jina la Yesu. Amen. Kama umeomba maombi yao pamoja na mimi, naomba nikuombee, lakini pia nitakupa maelezo mawili baada ya kuombea. Naomba nikuombee. Fumba macho pale ulipo. Baba, asante kwa huyu ndugu aliyefanya maamuzi ya kuokoka, na mkabidhi mikononi mwako. Naomba neema yako iwe juu yake. Mpe neema kukupenda wewe. Mpe neema kukujua wewe. Mpe neema kutembea katika kusudi lako. Katika jina la Yesu, ninavunja kila roho chafu. Ninavunja kila roho ya magonjwa. Ninavunja kila roho ya giza. Ninavunja kila uchafu wa shetani. Katika jina la Yesu Kristo, kila mpango wa giza kwenye maisha yake, roho ya dhambi yoyote, ninaibomoa na kuiharibu kwa jina la Yesu. Mpe neema kuanzia sasa atembee nawe katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu Mungu wewe ni mwema na mwaminifu. Asante kwa sababu una mpango na maisha yake katika jina la Yesu. Amen. Hongera sana kama umefanya maamuzi yako kuokoka na nakuchochea katika jina la Yesu. Unaweza kunitumia message kuniambia bwana nimeokoka baada ya kusikia kile kipindi, au kama pia umebarikiwa na kipindi unaweza kunitumia message. Lakini pia nakuchochea katika jina la Yesu, tafuta kanisa ambalo linafundisha Biblia, na unajua kanisa ambalo linafundisha Biblia, unajua kanisa ambalo alifundishi Biblia. Lakini kama hujui, unaweza kanitumia message nikakuelekeza sehemu nzuri ya kwenda kuabudu mahali ulipo. Lakini kama unafahamu sehemu nzuri watu wameokoka, na rafiki yako unajua huyu ameokoka kweli kweli, then unaweza ukamtafuta ukamuuliza kuhusu habari za wokovu. Nenda kwenye kanisa linalofundisha Biblia, Bible Believing Church. Nenda kwenye kanisa linalofundisha Biblia na ujazo wa Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu, ili uwe sehemu ya ushindi katika kipindi cha siku za mwisho. Lakini pia unaweza kanitumia message, unaweza ukaniambia kuhusu mambo ambayo unaona Mungu anafanya kupitia kipindi. Ukitaka kubariki kipindi pia unaweza kubariki kipindi, Mungu akubariki. Unaweza kuchangia, Mungu akubariki kwa fedha zako. Unaweza kuchangia kwa kutuombea pia. Haleluya.
Kwa hiyo God bless you so much, nakupenda, najua Mungu ana mpango na maisha yako, najua Mungu ana kusudi na wewe. Unaweza kanifollow pia Instagram, Facebook, YouTube Revival Missions Outreach, nitaandika hapo chini Revival Missions Outreach. Lakini kama ni Instagram Mapamba J au Amani Mapamba, na Facebook Amani Mapamba, TikTok Amani Mapamba. Mungu akubariki na kupenda katika jina la Yesu. Amen. Amen.